Wewe ni nani ambaye unapita mbele yangu? Na kwa nini upo kwenye kificho? Hebu jitokeze mara moja. Mimi ni uzao kizazi cha Adamu. Nimekuja nikuletee taarifa. Taarifa? Taarifa ya kuhusu nini? Na hiyo taarifa imetoka kwa nani? Imetoka kwa mwali wa zamani. Maana wewe ni mjumbe kutoka kwa mwali wa zamani, mwenyekiti cha utabiri, sivyo? Ndiyo, mimi ni mjumbe. Nimetumwa nikuletee ujumbe. Na uomba ujumbe ulikotoka, huko utokako. Uko unapoenda siku unapotakiwa kwenda. Ni mto Kiwila ndipo ipo nyumba ya maagano. Hautakiwi kutembea kwa miguu, unatakiwa kutumia nuru. Kwa nini niende huko wakati utabiri hausemi hivyo? Umedanganywa. Wanataka wakuongeza katika mtego ili usiende kuchukua zile nafsi zilizopo kwenye nyumba ya maagano. Lakini nitaweza vipi kuamini nyinyi wakati yule ndio aliyenipokea na aliandikwa katika utabiri kwamba mpokeaji wa wageni ambao ndio sisi? Kwa sasa yule si njia, ila ndoano ya kuangamiza watu. Sawa, nimekuelewa. Nenda ukamwambie nimepokea ujumbe wake na ninaufanyia kazi. Asanteni kwa taarifa. Kwa nini unataka kunipiga? Na nimekukosea nini? Mimi nilikuwa sikupigi wewe. Nilikuwa naenda zangu kuwinda. Na kuachia maagizo. Nenda kamuulize Amina. Tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2012 alifanya nini? Hamna shida. Kwa sababu mjumbe auawi. Mimi nitapeleka kama ulivyoweza kuniagiza. Mdogo wangu, kuwa na amani baba. Nimekuita hapa sisteri, kuna jambo nahitaji kulizungumza. Kufuatana na matukio yanaweza kutokea huko ndani. Lakini baada ya kufanya uchunguzi wangu nimegundua kabisa kwamba wewe hauhusiani kabisa na ndimbwindi na ngenda za huko ndani. Na maanisha kwamba wewe sio kwamba ndio mwanga. Lakini
kulingana na hawa watu wanaoleta matukio humu ndani, inaonekana kuna doti au kuna connection kati yako wewe na hawa watu wanaoleta humu matukio. Connection gani? Nisikilize nikwambie. Unamkumbuka yule mtoto tulioweza kumfukuza humu ndani na tuliweka kikao kwenye hii nyumba? Ndio namkumbuka. Si nilishamtoa nje yule. Ngoja nikwambie sasa. Yule mtoto hajaondoka, yupo humu ndani. Yupo humu ndani? Kivipi? Mbona sikuelewi chaka? Huwezi kunielewa kiurahisi sana. Iko hivi. Jioni ya leo wakati ninatoka hapo nje niweze kupunga upepo, ile kutoa tu macho yangu na mkuta yule mtoto kakaa pale nje na katazama kule. Kwa haraka nikafikiria huyu mtoto karudi tena humu ndani. Kwa kuwa ninamfahamu na mauzauza, nikaangalia nini ambacho kipo chaka mwokota janga, nikaona mjiwe. Muuni kitaratibu nikazama mwenda kontawa kama vile yani chui anamnyatia mnyama aweze kula nyama. Nikaokota lile jiwe. Uweze kuamini sisteri, muuni na nyinyua tu lile jiwe nataka nipige. Yule mtoto kazunguka kama feni. Karudi ananiambia, "Kwa nini unataka nipige? Nimekukosea nini?" Sasa ameniumiza sana kichwa kwa sababu amenionaje wakati alitazama kule. Na amejueje kuna kitu cha hatari kinakuja nyuma. Moja kwa moja yule mtoto hata kipindi kile alinipiga shoti pale nje. Na ndio maana hata siku ya kikao mimi nishindwa kuchangia kabisa mada. Nilijua atarudia yale kupigana shoti. Lakini cha ajabu zaidi kilichofanya ni kuita wewe tuweze kuzungumza hapa na kukuambia wewe kwamba una doti ambazo zinafanana na wale au kuna connection ipo. Ni hivi. Yule mtoto kuna maagizo kaniachia. Kaniambia niweze kuja kukuuliza kwamba tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2012 ulifanya nini? Amesema utakaponijibu mimi ndivyo nitamrudishia yeye majibu. Nataka jibu kutoka kwako. Nini kilikuwa kinaendelea huo mwaka au nini kiliweza kutokea? Mimi sikumbuki chochote kuhusu hiyo tarehe. Na hakuna lolote mimi nilolifanya. Labda wewe ungewauliza vizuri kwamba mimi nilifanya nini? Maana mimi sikumbuki, naona wananifumba. Alafu hii tarehe 22 mwezi wa 12 mara kwa mara wananiuliza mimi sijafanya kitu au wewe umekwambia mimi nilifanya nini? Sister, unaniuliza swali wakati nimekuuliza swali. Unatakiwa kunijibu swali ili nipeleke majibu yaliyo sahihi kwa yule mtoto. Kwamba tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2012 ulifanya nini? Hebu nipe majibu. Jaribu kukumbuka nini ulifanya. Ili kama nakutana nake nikamwambia toto amesema hivi kwa sababu mfumo simuelewi. Ndio maana nikaongea awali kwamba inapoonyesha dhahiri kwamba wewe una connection na watu. Pengine una connection ya kutokujua au unajua. Lakini kuhusu kujua unipi sana tumaini kwamba unajua. Ninahisi hujui. Lakini hiyo tarehe ukumbuki ulifanya nini? Mimi sikumbuki chochote kuhusu hiyo tarehe. Kwa ushauri wangu pengine ungekuwa unaikumbuka hiyo tarehe. Ilikuwa rahisi sana kuweza kutatua haya matatizo. Kwa sababu vitu vingine dadangu haya sa mambo ya kishirikina haya. Muda mwingine huja katika mafumbo. Kwa hiyo fumbo lililofumbwa ndani la mfumbo ile fumbile ndio unapata fumbo. Kwa hiyo hilo mamangu ni fumbo. Sasa hilo fumbo kana mahakama akili yako kabla hujasiji na katiba ya muhuni hapa ili tuweze kujua inakuwaje. Kwa sababu mwisho wa siku haya wewe mwenyewe sasa hizo umekwama mshikaji. Tulikuwa tunakuambia awali ndisi ndegemwa, ngachingaji, mtoto bati, vitati, nini, shanga nje, uongo. Lakini la saizi umeelewa kama ni ukweli. Kwamba ndugu yangu, humu tuko kama jera. Unaelewa kabisa jera, feni za wahuni nini, mashati. Usipoweza kulitafakari ili kwa kina zaidi, dada yangu tutafia humu ndani. Na isitoshe,
tunazidi kujaa humu. Nimeona mara marasta yule tuko naye saizi humu ndani. Watakuja wengine pia watakwama. Jaribu kufikiria, inawezekana hiyo tarehe ndio sosi kubwa ambayo inafanya watu tunakuwa humu ndani. Na usichokijua kitu kingine, uwezi kuamini mimi humu nimemwona mtoto wangu. Mtoto wako? Ndio. Kivipi? Yaani mtoto niliweza kumwacha nyumbani, nimemwona humu. Chaka, mbona unazidi kumtisha? Amekujaje mwanao ndani? Sio kutishi, nilijua kabisa nitakapokueleza hilo kwa upande wako itakuwa ngumu katika utatuzi. Sasa, kwa tafsiri nyingine mauzauza yanazidi kuwa makubwa. Hebu litazame hili kwa upande wa pili sister. Kana kama akili yako. Jaribu kutafakari. Hiyo tarehe uliweza kufanya nini tarehe 22? Hebu fikiria juu ya hicho kitu. Lakini ukisema ujui, sikufichi, itakuwa bigiji za kukanga mafuriko ya nyasi. Yaani tata la mfumbile tata litatimu hata litatinata. Na hautoweza kuitwa mtambaa panya bila panya kutambaa juu ya mtambaa panya. Na haitopata hekima mtambaa panya kiwa panya hajatambaa juu ya mtambaa panya. Ili tupate hekima ya mtambaa panya, lazima wewe ugeuke kuwa panya utambaa juu ya mtambaa panya. Kukubali matokeo ni kitu gani uliweza kukifanya ili tuzidi kuwa salama. Na hisi umenielewa kiusawa. Fikiria kama akili yako, nini uliweza kukifanya? Nyumba nzito sana hii. Nyinyi mna muda gani katika hii nyumba? Tuna miaka 2. Nyumba nzito sana hii. Pagumu hapo. Miaka 2. Ndio. Kuna chochote cha ajabu mmekiona katika hii nyumba? Toka tumeingia kwenye hii nyumba, tulikuta umeme una uniti 2 tu. Lakini mpaka leo hii umeme haujawahi kuisha. Na cha ajabu mpaka maji vile vile. Hatujawahi kudaiwa bili ya maji. Mpaka tunajiuliza, hawa TANESCO wametusahau ama ni kitu gani? We. Poleni sana. Tena niwape pole. Labda niwaambie tu, nyinyi hamjakaa miaka 2 hapa. Nyinyi mmekaa miezi 3. Lakini hiyo miezi 3 mmekutana na changamoto nyingi sana. Mmepigwa na vitu vizito mpaka mnajiona kama mmekaa miaka 2. Yaani mmepigwa na vitu vizito mpaka mnajiona mmezeeka. Vijuso vimewashuka shu. Hayo ni matukio. Mmepigwa na matukio ya kichawi. Naomba tusaidie mganga. Unaona mwanangu? Nilikwambia. Huko ndani kuna shida. Wewe ulikuwa uniamini. Unaona leo mganga amekuja kuongea. Haya mbishie na mganga pia. Mganga, ni kweli. Tangu nimeingia huko ndani, sijakaa kwa amani. Lakini kila nikimwambia mwanangu alikuwa aniamini. Maana nilikuwa kila nikikaa, mara watoto wapite wanafagia, mara nione vitoto vinapita hapa, mara kienda kisimani kule nikute visauti, ndo nikiweka inahamishwa inawekwa upande mwingine. Mara watoto waniambie kwamba niwape vinu 3, vigoda 3, hata pa kuvichukua mimi sivijui. Lakini nikimwambia mwanangu hanielewi. Nashukuru leo nadhani ataamini zaidi. Hao wanafagia huko ndani, safari hii tutawafagia. Nimekuja kuwafagia. Nitakwenda kuvichomoa hivi vitu. Sawa? Sawa. Wewe. Acha kutuka wewe mtoto wa kiume. Wewe inabidi unisaidie. Matukio yakiwa mazito sana. Mimi? Ndio, acha kuogopa. Kaza. Utafinywa na wachawi mayai. Sawa?
Kuna kijini nimekiona chupa cha pili. Ngoja nikazungumze nacho. Na kwenda kukitia makofi. Tusaidie mganga. Subirini. Kakula Nsenjele, nahitaji mwongozo. Nielekee wapi? Sayone, nenda njia ya Mto Kiwila, ndiko kuna nyumba ya maagano. Huyo mtabiri si mtabiri sahihi tena, na kuanzia sasa nitakuongoza mimi baba yako Kakula Nsenjele.
Chaka. Chaka. Mama. Sasa huyu mtoto hapa amelikuwa na nani? Chaka. Mama wewe utakuwa Chaka tu. Yuko wapi? Chaka. Chaka. Hebu muite. Wewe. Mbona tunaitana hivyo, nini shida? Angalia. Hapana mama, kapatwa na nini? Wewe usitaki kuniambia kapatwa na nini? Wewe ndio mwenye michezo ya hatari nyumbani. Wewe si steli mimi michezo ya hatari, lakini sio kuua watu wewe. Ile damu kabisa mniambie michezo ya hatari. Kwa mimi nimfanye nini? Niwaulize nyinyi wenye nyumba, wenye vibwai huko ndani. Au ndio mshaanza kumtoa kafara mtu mmoja mmoja? Tuambiane huko. Sasa kapatwa na nini? Niwaulize nyinyi, mnaniuliza mimi? Bwana. Hii sasa naanza kupata wasiwasi. Kama watu tulie. Nikacheki kaledi yao. Tulie. Amekwisha kupoa huyo. Poa. Na maanisha amekufa. Amekufa? Sasa Chaka, unatusaidiaje? Sikilizeni.
huu ni msala. Msala kweli. Yaani makofta wakija hapa huu ni msala. Na maanisha maaskari wakifika hapa msala. Sema tu mna bahati kwamba nyumba yenu watu wakiingia ni hawatoki. Hicho kidogo kitakuwa kina uafadhali kutoka kwenu. Lakini huu ni msala. Na bado hapo naanza kupata wasiwasi. Kama huyu mwenzangu amekufa, vipi kuhusu mimi? Na kama hii michezo mnaicheza nyinyi, mnataka kuniondoa chaka. Oya, hii namba tutauana. Kama mchezi nyie, basi naombeni ushirikiano wenu mzuri ili tuweze huyu kujua tunamfanya nini. Tusaidie chaka. Kaka tusaidie. Nisaidie kaka. Maana mume wangu hayupo. Nisaidie, mimi sijui hata cha kufanya. Watoto hao wameshaanza kufanya vitu vyao. Nyie usiseme, wewe, nyie ni mabrigadia. Unajua nyie ndio makonta wenyewe. Yaani nyinyi ndio waongoza kikosi marida. Kwa siwezi kujua michezo yenu kwenye nyumba yenu. Nyinyi nimewakuta mimi siwajui yule. Sawa, mimi siwajui afu simjui mtu yoyote hapa. Ila mimi kuniua kirahisi hamtaweza. Mkijaribu akina mama kuniua kiukweli mtafanya vitu vibaya. Sababu mimi mwenyewe najielewa, akili yangu nusu afu robo. Mimi kiroboto afu natafuna afu kwetu nimechanjiwa damu ya viroboto. Tusaidie. Sio wewe peke yako. Hata mimi nishaanza kuwa na mashaka. Na nishaanza kuwa na mashaka, sielewi hata inakuwaje na hali yangu nilokuwa nayo. Lakini ukweli hii michakato ni mwenyewe naogopa sasa. Kama ndio nyewe mnacheza hii michakato nafikiria baada ya huyu nitakuwa mimi. Kiukweli mimi naogopa. Usijali sister Amina. Kama wewe ni kweli ujuu msala, mimi nitasapoti. Mimi ndio kontawa. Sawa? Mimi mkubwa fresh. Niko tayari. Tusaidie. Wache hivyo. Tulia sasa, tulia. Ndio, alikuwa hapa. Sasa kaenda wapi? Mbona umebadilisha njia Sayuni? Ina maana njia niliyokuagiza sio sahihi? Sihitaji kuelekea huku ulikotaka nielekee, bali nahitaji kuelekea kule ambako nahitajika kuelekea. Kwa nini uhitaji kuelekezwa? Ina maana nilikokuelekeza sio njia sahihi? Usitake kujua kwa nini. Maana nafuata kile ambacho mimi nahitajika kukifuata, lakini si wewe kuhitaji kufuata.
Nahitaji kujua, maana mimi ndio ninaokuongoza kwenye nyumba ya maagano. Sihitaji wewe kuniongoza, bali nitajiongoza mwenyewe. Kwa kifupi, sihitaji kwa sasa msaada wako. Punguza jaziba Sayuni na unisikilize vyema. Usiende huko unakotaka kwenda. Kuanzia sasa nimebadilisha utabiri. Kuanzia sasa wewe si mtabiri wangu. Kuanzia sasa nitajitabiri mimi mwenyewe. Kila ambacho umekiongeza kwangu hakipo tena, kwa sababu kile ambacho umekibeba kwangu kipo tena. Niache nijiongoze mwenyewe. Kwa nini Sayuni? Maandiko ya watabiri hayasemi hivyo. Ila kwa kuwa umeamua sawa. Na ulichokosea kunijibu vibaya mimi kuta ya 3. Kwa kuwa umeamua hivyo kunitenganisha mimi na kuta ya Kakula Nsenjele, sawa. Sijakukosea wewe, ila nimekuambia ukweli kwa hiki ninachokimaanisha. Na maanisha kimaanishwacho kwa kuwa kisichomaanishwa hakina maana. Kimaanishwacho ndicho chenye maana kwa kuwa kimemaanishika katika vitu vyenye maana. Kisichomaanishwa hakina maana, ndio maana hakijamaanishika kwenye vitu vyenye maana. Hiki ninakimaanisha. Sihitaji utabiri wako tena. Naona kuna mtu analeta usaliti katika utawala wangu. Na amefunga juu na chini ili nisimtambue. Ni nani huyu mama? Na tukimtambua akatupo katika shimo la dewa. Ni kweli tuna adhabu hizo, lakini bado sijamtambua. Mama, naomba nikushauri kitu. Ungeenda katika uvundo wa zamani ili tumtambue adui yetu ni nani. Haiwezekani ajifiche kiasi hicho ili tusimfahamu. Nimekwenda kwenye uvundo wa zamani, lakini bado sijamtambua. Endapo nitamtambua, nitakamata, nitamnyongolota, nitamfinyanga kwenye imaa yangu mpaka nihakikishe nimemuondoa duniani. Mama, mimi nipo pamoja na wewe na siwezi kukuangusha. Nitahakikisha tutakuwa pamoja mimi na wewe, bega kwa bega mpaka hatima ya mwisho. Mimi nakuamini, lakini nikupe angalizo. Usije ukawa msaliti kwenye imaa yangu.
unaonaje kinachoendelea huko ndani? Mtoto wa watu kishakufa. Na mpaka sasa hivi maiti haionekani. Je, na sisi tuliobaki huko ndani ni nani anaanza kufa? Hapo mama. Ambacho umeweza kukifikiria wewe, hata mimi hicho nilikuwa ninakifikiria. Kwa maajabu yaliyoweza kutendeka jana, kila ninapojaribu kuyafikiria ninaona kabisa yanatoka nje ya ufahamu wangu. Iko hivi. Jinsi unavyofikiri wewe kwamba ni nani anafuata, hata mimi najiuliza, ni nani ambaye atafuata? Kama huyu dogo Rasi jana, nakumbuka nimemtoa mwenyewe hapa na kumweka pale nje. Lakini ghafla nakuta hayupo. Sasa maiti gani ambayo inatembea? Na kama mishakato hii imeanza, na maana tunakufa tunaoingia humu ndani. Kama huyu mtu ameweza kupotea vile, najiuliza anayefuata ni Chaka au ni nani? Maana nyinyi wakurunga bana mpo humu ndani kwa muda nimewakuta. Pengine si tunaingia ndio tunakufa. Mimi na hofu sasa. Baba, kifo hakina mkubwa wala mdogo. Kifo ni kifo tu. Na hakuna anayependa kufa. Mimi naomba nishauri kitu jamani. Mimi nilikuwa nafikiria niendelee sana kumpigia mume wangu, ili nizidi kumsisitiza awahi kuja kusaidia ndani. Maana tuna msaada mwingine zaidi ya mume wangu. Mama, nafikiri unamsikia, lakini kuna kitu ambacho naumia kichwa. Hiyo tarehe huyu ambao anazungumza tarehe 22 sijui mwezi wa 12 2012 sijui ulifanya nini? Jamani, mimi sijafanya chochote. Naomba mniamini. Sijui chochote mimi. Ukimsisitiza mume wako itakuwa ina uafadhali. Maana mimi kwa upande wangu msaada naona sasa unakufa. Washikaji zangu huko nini nimejaribu kumwambia 26 aniletee watu, matokeo yake aleti hata watu wa kunisupport. Sasa na hii issue watu tumeanza kuuana huko ndani, kiukweli inanipa stress. Kwa mama unachokiwaza hata mimi nakiwaza. Ni nini hii issue imekaeje? Lakini sister, endelea kufikiria kwamba hizo tarehe wanazotaka hao watoto nifanye nini pia, ili nalo tuliweke mbele mama. Sababu tusiongee tu kumtafuta mchawi, kumbe mchawi tunaye humu ndani. Simaanishi kama ndio unatuua, lakini hii nyumba yako wewe, si wageni. Mimi yote sijafanya chochote jamani. Nani hapa mume wangu waje ili aweze kusaidia. Ajue namna gani anaweza kutoa ndani. Sawa, kama unamwamini mume wako, kuja mganga humu kakimbia. Amepotea hatuelewi yuko wapi. Saizi jana nakufa mshikaji. Sasa hapa mpaka mimi mwenyewe nakuwa na wasiwasi, sielewi nifanye nini. Atuambie yeye kuhusu hizo tarehe alifanya nini? Mama, si nimeshasema jamani siku zote. Mimi sijui chochote. Labda nitoe pia ushauri. Mimi nitakapokutana na kale katoto, mimi nitajaribu kukadodosa tatizo ni nini. Sawa, na maanisha nitajaribu maana mimi nakutanaga nako pale. Mara naanza kuzoea matukio. Mwisho wa siku nitamwambia na mimi nipe dawa nipoteeje kama nyie. Ndio atakaponipa nikipotea nje mazima sirudi huko ndani. Naacha na kibembe cheni. Huo ndio ukweli. Ila saa hizi nachowaomba, tulizeni mkali wote tujue tunafanya nini. Sawa? Sawa, tumekuelewa. Sawa, ngoja niendelee kuna nini maana hakuwa mweleweki nyumba yenyewe. Nakuletea taarifa. Muda wote tunaweza kuja katika utawala wako kuangamiza. Ni nani huyu? Ni maadui wapya au ni wale wale? Mama kizazi chetu, adui yetu ya kila siku. Huyo ndio anayekuja kuangamiza. Asante kwa kuniletea taarifa. Niliona kwenye maono yangu. Wewe kumbe mwaminifu. Mimi niliahidi sitoweza kukuangusha. Nitakuwa bega kwa bega na wewe. Asante mtoto mwaminifu. Nimekupenda. Kuna maadui wako kwenye utawala wangu, lakini bado wako kwenye vificho. Sawa,
ila upo nje ya makubaliano yetu. Unakumbuka tulikwambia tunataka ufungua Satai? Ni kweli niko nje ya makubaliano yangu, lakini ukumbuke nyie mpo mle ndani na nilimtuma kijana wangu mkamzuia. Ni kweli tulimzuia, maana aliingia bila kupiga hodi, na taratibu ukienda kwa mtu lazima upige hodi. Sawa, na waahidi kuwapa funguo ya Satai na nyinyi mnipe funguo ya wafu. Hayo makubaliano yetu yalikusha kupita. Ukituonesha funguo Satai, tutakuonesha adui ni nani. Sawa, wakati ukifika nitawapa funguo ya Satai. Mbona umetoka kwenye makubaliano? Uliniahidi utaniponya ndipo uende kwenye nyumba ya maagano. Ahadi yako ipo mikononi mwangu. Siwezi kukiuka ahadi ile ambayo nimeweza kukuahidi. Usijali. Kabla sijafika, lazima nikuponye. Mpaka lini Sayuni? Nahitaji kuona ili niweze kuongeza nguvu. Sio jana, sio kesho, ila ni leo. Kwa kuwa umenifuata na kuhitaji nguvu zangu ziweze kuhamia kiasi kwako, basi nitafanya hivyo. Siku zote mwenye shida huwa haombi mara moja, anaomba mara mbili au zaidi ya mara mbili. Kwa kuwa umeonyesha kuhitaji nguvu zangu, basi leo nitakufanya uone. Toa kitambaa chako usoni. Inaonekana alikuwepo hapa muda si mrefu. Amesikia harufu yetu, ametukimbia. Amejuaje kama sisi tutakuja hapa mpaka ametukimbia? Mwali wa zamani amepewa kipawa cha kuvuta harufu juu ya adui yake. Tutafanya nini ili kumtia nguvuni? Kitu cha kumfanya
hatutakiwe kuongea kwenye himaya yake. Atatusikia, tutashindwa kutimiza lengo letu. Sawa mama mzazi wa kizazi chetu, lengo lako litimizwe. Unatakiwa kwenda Kiwila kutazama nafsi 4 kabla Sayuni hajafika. Wewe jamani, nimefikaje? Si nilikuwa ndani mimi nafanya tiba. Mama, nimefikaje? Nyumba ya moto hii, nyumba ya moto. Mama. Uchawi mpya, nimeletwa nje. Ngoja. Wakolongwa. Nilikuuliza umekuja kufa ukanibishia. Sasa unatakiwa uondoke kwenye hii nyumba mara moja kabla hujanikasirisha. Kuondoka? Kuondoka mara kambili tunasepa kama mshale. Naondoka. Mke wangu. Salama, habari? Yaani kitu cha kushangaza ambacho huwezi kuamini. Ninavyoongea na wewe sasa hivi niko nyumbani. Lakini nyumba siioni. Siioni, yaani ninavyokuambia siioni, yaani mimi naona kweupe, yaani hapa niko nyumbani hapa nyumbani. Yaani wewe wapi? Embu toka basi, toka wewe toka. Maana mimi yaani sioni chochote. Ninapokuambia sioni chochote ndio maana mwana nimepigwa na bumbuazi. Mume wangu, mimi hapa. Ina maana unioni? Kwani hapa unioni? Mbona nimesimama hapa mlangoni, unioni? Mume wangu, njoo mimi hapa, kwani unioni? Mume wangu,
hapa. Kwani unioni hapa mlangoni? Mimi siwezi kutoka ndani. Si unajua hii nyumba jinsi ilivyo. Mume wangu. Nilipokuleta hapa duniani nilijua mambo yote yatakuwa sawa, lakini nashangaa mpaka leo hii sijaona mwangaza wowote kutoka kwako. Siku zote kitu kizuri hakihitaji haraka. Wewe endelea kusubiri, utaona matokeo muda si mrefu. Unaniambia niendelee kusubiri? Nitasubiri mpaka lini? Wakati naona kabisa usaliti unaingia mpaka kwenye mama yangu, alafu unaniambia nisubiri. Usaliti? Wewe unahisi nani ni msaliti? Mimi nasubiri muda nifanye jambo ulioniagiza. Basi. Msaliti anajijua. Maana tangu watoto wangu nimewaongoza sijawahi ona usaliti. Lakini tangu umekuja wewe, usaliti ndio umeanza kuonekana. Wewe ni msaliti. Hayo yote niliyajua. Mwisho wa siku nitaonekana mimi ni msaliti. Ila kitu usichokijua, wasaliti unao wewe mwenyewe. Na unaendelea kuwafuga. Sawa. Usiwasingizie watoto wangu. Mpaka leo funguo ya satai niliyokutuma iko wapi? Ufunguo wa satai hauchukuliwi kirahisi hivyo. Unachukuliwa kwa muda na pale mwezi utapoandama. Vile unavyoona mimi nasubiri mwezi uandame, na hivyo hivyo nafsi 4 zinasubiri mwezi uandame ili zipate kuchukua ufunguo wa satai. Nakupa muda mchache wa kuishi hapa duniani. La sivyo na kurudisha kule nilikokutoa ukatumikie kifungo chako. Karibu sana mjukuu wangu. Asante bibi, nashukuru. Karibu. Nashukuru.
Bibi, mimi nimekuja na matatizo makubwa sana. Kweli. Naomba unisaidie. Matatizo yako nimeyaona. Ile nyumba iko kwenye uso wa binadamu, lakini sio. Kuna viumbe 4 viko ndani mle, vimekuja kulipa kisasi. Kadri unavyozidi kuongea unazidi kunichanganya. Nafsi 4 nafsi gani tena zilizokuja kufanya kisasi? Mimi naomba unisaidie. Kuna matatizo yalifanywa kipindi cha nyuma. Ndio wao wamekuja kulipa kisasi. Sikiliza bibi. Unaponiambia kwamba ile nyumba ni ya kuzimu kwenye uso wa nini sijui, mimi nakuwa sikuelewi, kwa sababu ukumbuke hiyo nyumba na miaka 2 na zaidi. Na huwa ninaenda kazini ninarudi. Nyumba hiyo hiyo moja. Ninaenda kazini, lakini this time nimekuja sioni nyumba. Na ukumbuke mule ndani kuna familia yangu bibi. Sasa unaponiambia kuzimu nakuwa sikuelewi. Sayuni ndiyo anayojua matatizo hayo. Bibi Sayuni tena ndo nani tena huyo? Ametoka kuzimu. Sikiliza bibi. Hiyo ni Sayuni, iwe ni nani? Mimi ninachoomba ni kitu kimoja ambacho kimeleta hapo, unisaidie. Mimi nataka niingie mule ndani nikaitoe familia yangu, kwa sababu mule ndani kuna mke wangu, na ukumbuke mke wangu bibi ni mjamzito, na kuna mama mkwe mule. Nisaidie mimi niingie, mambo ya kutoka sio ya kufanyaje, niachie mimi. Mimi nataka niingie mule ndani. Ukiingia mle ndani hautotoka, maana funguo iko kuzimu. Unaweza kulipa kisasi wewe? Kisasi kwani mimi nimefanya nini bibi? Hicho kisasi mimi nimemkera nani? Hakuna niliogombana naye. Mimi nisaidie niingie mule ndani. Shida yangu tu mimi niingie mule ndani, nyumba sioni. Sasa nikwambie, ukiingia mle ndani hautotoka. Kwa nini unanizuia njia? Hebu nipishe bwana. Na kuzuia njia ili uweze kuilipa damu ulioimwaga. Damu ya wanadamu wewe inakuhusu nini? Endelea kufuatilia ufunguo wa Shetani. Mengine hayakuhusu. Katika kitu ambacho ukijue, katika damu ninayohitaji ni ya kwako wewe. Hasa wewe msaliti. Usichokijua ni sawa sawa na usiku wa giza. Damu yangu mimi ni chungu. Tena chungu haswa. Damu yako wewe sio ni chungu. Ni tamu kama sukari. Na ukitaka nikuoneshe kwamba ni tamu, usinitishie wakati upo katika ulimwengu wa watoto wa Adamu. Peleka maisha yako kuzimu huko. Na hii taarifa lazima mama yako ajue kwamba yeye ni msaliti.
Wewe ni nani? Nimekufuata ili nikusaidie, ila kwa makubaliano maalum. Nimekuuliza swali. Wewe ni nani? Siwezi kuingia na wewe makubaliano na mtu usiyejua. Mimi nakitafuta kitu ninachokilinda nyie. Na maanisha ufungu wa Satai. Naamini nyie mtakuwa vikwazo pindi tarehe itapofika ya kuchukua ufungu wa Satai. Mimi ni ufungu wa Satai. Tunahusiana nao nini? Wewe unamsaidia Sayuni, wewe unamsaidia mwali wa zamani wa kiti cha utabiri. Naamini wewe ndio utakuwa kikwazo. Kwa hiyo wewe unataka nini kutoka kwangu? Unataka nimsaliti Sayuni au nimsaliti mwali wa zamani? Mimi nahitaji kile kitu alichokupa Sayuni ukihifadhi. Unamaanisha unataka kwembe utabiri, sivyo? Mwali wa zamani wa kiti cha utabiri ameniagiza kwako. Ameniaminisha kama wewe ni mwaminifu. Na mimi ndio maana nikakuamini. Kuna mzigo tunahitaji tukukabidhi wewe. Huo mzigo unahitajika kutunzwa sana. Unaweza kujiuliza kwa nini tumekufuata wewe. Maadui ni ngumu sana kugundua kama mzigo na wewe. Na utaketi ndani ya miguu yako, huku ukiwa ndani ya kificho ambacho kila atayetazama atashindwa kujua. Tunaomba tukukabidhi mzigo na uishi katika amri zetu. Mimi nafuata amri zenu. Naomba mniongoze. Sisi hatuwezi kukuongoza, ila amri zitakuongoza. Kwanza kabla ya amri kukuongoza, unatakiwa kujiongoza wewe mwenyewe. Ndipo amri zifuate. Jiongoze na uwe msiri. Usije ukamwambia mtu yoyote juu ya kitu hiki tunachokukabidhi. Utakuwa umeteketeza kizazi hiki hata kizazi kinachokuja. Watakuwa katika matatizo makubwa. Lakini utakuwa umewapa nafasi wafu kufufuka na kuja kutesa wana wa Adamu. Na ndio maana tumeleta kwako, tukiamini kitakuwa sirini sana hiki kitu. Hii kwembe tunaikabidhi kwako. Hakikisha unailinda. Ni heri ufe wewe, lakini kwembe ikabaki. Maana kufa kwako wewe ni mtu mmoja. Utakuwa umeokoa kizazi zaidi ya 100. Sijui umenielewa? Ndiyo, nimekuelewa. Usije ukamkabidhi mtu mwingine. Jina langu ninaitwa Sayuni. Nahitaji nikupe hicho kitu ukihifadhi. Hiki kitu kwa kukitazama unaona ni cha kawaida. Lakini hiki kitu kimebeba vitu vikubwa sana. Na hiki kitu ndio kinaweza kurudisha nafsi 4 kwa Kakula Nsenjele. Pindi wakipata hiki kitu, hatutakuwa na uwezo tena kuwarudisha. Vifo vitaendelea kwa wana wa Adamu na hakuna ataweza kuzuia hili. Na kukabidhi wewe, naamini itakuwa sehemu salama. Maana hakuna atakaye kuzania kama una kwembe, na ndio maana tunakabidhi wewe. Umenielewa? Ndiyo, nimekuelewa.
Hakikisha unaitunza hiyo kwembe kwa maisha ya wana wa Adamu. Hakikisha unatunza hiyo kwembe kwa maisha ya wana wa Adamu wa kizazi kinachokuja. Usije ukasubutu hata mara moja kutoa hiyo siri juu ya hiyo kwembe, maana wakipata nafsi 4 ya kuzimu tutashindwa kuwarudisha huko kwa Kakula Nsenjele. Utakuwa umeharibu mipango yote ya mimi Sayuni kuja kufata nafsi 4 zile zinazoishi katika nyumba ya utabiri. Hakikisha hiyo inakuwa siri yako. Usimwambie mtu yoyote wala usimshirikishe mtu yoyote. Tumekuamini maana we ni barua ya mama yule mtabiri, mkalia kiti cha utabiri hasa cha mama mjane. Sawa, nimekuelewa. Nenda mwana kwenda, nenda kazae mwewe. Usizae nafsi 4 ambazo ni adui yetu. Wanahitajika kurudi kwa Kakula Nsenjele leo na kesho, ili kunusuru kizazi ambacho kinakuja na hiki ambacho kipo. Ondoka mwana kwenda. Ila ingie kwanza alolipa ndogo, kazi nzito, na naenda kufa kijingajinga. Naondoka dakika 2, lakini kaa ukijua hauna lolote uniwezi. Naondoka tu kwa ajili ya hela ndogo. Kama unaweza kuondoka na uondoke. Kwembe nakuita. Kwembe nakuita. Kwembe nakuita. Mama ameshaanza kuwa na wasiwasi kama kuna adui ya karibu. Hiki kitu kinanipa ofu sana. Mwali wa kizamu kitu tabiri. Lakini hata kama kuna adui wa karibu, lakini sio adui wewe. Wewe tumekufunga uko kwenye kifungo, hawezi kukuona. Kaahidi kumuua yule ambaye atakuwa msaliti, auone kama maisha yangu atakuwa hatarini. Kilichofungwa na wahenga akiwezi kufunguliwa na mgeni. Mimi ndio mwali wa zamani, mkalia kiti. Hicho kitu ndicho kinachonipa hofu ndani ya moyo wangu, na kama umenihakikishia kuna usalama, nashukuru. Nilikwambia ukiwa na sisi usiwe na wasiwasi, tutakulinda mimi na Sayuni. Sawa mwali wa zamani, mkalia kiti cha utabiri.
umefika wakati sasa wa kuiua nafsi ya Saimu. Lakini nasubiria Mbalamwezi itoke ili tuweze kufanya hayo mauaji. Mkataba wa mama mjane vipi? Umeshakubalika? Ndiyo, ila yeye anahitaji ufunguo wa Satai ili kukamilisha maagano. Lakini tukimpa ufunguo wa Satai, tutashindwa kuamsha wale waliolala kuzimu. Tutampa Geresha, lakini hakuna atakayetakiwa kushika ufunguo wa Satai. Atashika, atakufa. Unaongea ni kweli. Atakayeshika ufunguo wa Satai lazima afe. Bibi, tumefikaje huku? Nyamaza, utayaona mengi. Bibi, unajua zaidi ya siku 2 nimekesha hapa. Natazama hapa sioni kitu. Lakini wewe umekuja tu sasa hivi nyumba inaonekana. Umefanyaje? Mimi ndio mwali wa zamani. Sema shida yako. Sikia bibi. Mimi nataka niingie. Nisaidie niingie mule. Sikiliza, kama nilivyokuambia, unaweza ukaingia au totoka. Bibi, wewe nisaidie tu mimi niingie mule, nisaidie. Sawa. Nadhani wewe kazi imekushinda. Inabidi niende mwenyewe kwenye nyumba ya maagano ili nikaweze kuchukua funguo ya Satai. Unaona ni rahisi kwenda kwenye nyumba ya maagano? Alafu mimi nikiangalia, uwezi kwenda kwenye nyumba ya maagano kwa sababu msaliti yuko tayari kuchukua kiti chako. Unadhani ni rahisi mtu kuchukua kiti changu? Si rahisi hivyo. Kile ninachokiona mimi, kiti chako kinaenda kuchukuliwa. Tena kinaenda kukaliwa muda si mrefu na yule mtu ambaye unamwamini wewe mwenyewe. Mtu ninayemwamini ni wewe, na wewe ndio msaliti, na ndio maana hutaki kufanya kazi yangu niliyokupa. Jua kiti changu ni cha moto, uwezi kukalia kirahisi. Kitu ambacho kijui, mimi sio msaliti wako.
Msaliti wako ni kijakazi wako, tena ni mtoto wako ambaye unamwamini, ndio anaotaka kukalia kiti chako, na muda si mrefu anaenda kukichukua. Kama wewe unajua, kwa nini usingeniambia? Na unafurahia kiti changu kukaliwa, na nina wasiwasi wewe ndio unahitaji kukalia kiti changu. Hicho kitu sintokubaliana nacho, kaa ukijua hivyo. Mimi sina tamaa na kiti cha duniani, mimi nina tamaa na kiti cha kuzimu. Na leo nitakuonesha adui yako ni nani na anayekusaliti. Mimi kiu yangu kumjua msaliti, na nitakapomjua nitamfinyanga na kumtupa kwenye shimo la dehewa. Hilo ndio litakuwa fundisho kwa yoyote atakayenisaliti. Msaliti wako ni mtawa wa kwanza kutoka mashariki, na huyo ndio anahitaji kuchukua kiti chako. Asante kwa taarifa. Nilikuwa na wasiwasi wewe na yeye, lakini leo nimepata uhakika kwamba yeye ndio msaliti. Je, unaweza ukanithibitishia? Na kuthibitishia kwamba uzao wa kwanza kutoka kaskazini yeye ndio aliuangamiza. Sawa, unaweza ukanipa maono? Bila shaka naweza nikakupa. Pole sana mke wangu. Najua umepitia shida kubwa sana. Umepitia maumivu. Lakini usijali. Mume wako nimekuja kwa ajili ya kukusaidia. Nitahakikisha ninakutoa hapa mke wangu. Ninakutoa kwenye hili eneo. Na utakuwa salama. Mke wangu. Niamini mimi. Niamini mimi mke wangu. Nitakutoa katika hili eneo ukiwa katika hali njema kabisa. Nanielewa mke wangu? Poleni sana. Tutafanya kila jitihada tuondokane na ile shida. Tumekwisha kupoa baba, lakini tunahitaji msaada kwako tuweze kutoka huko ndani. Tutasaidiana na kuona namna gani tunatoka huko ndani. Nimeishi na wewe siku nyingi. Sikujua kama ni msaliti. Kumbe ni msaliti. Nani amekwambia mimi ni msaliti? Mbona mimi si msaliti? Ulijua ataendelea kuwa gizani, sasa yako kwenye nuru. Kumbe wewe ni nyoka. Naendelea kukaa na nyoka ndani kwangu. Anakula chakula changu, analala ndani kwangu, anaoga maji yangu. Sasa nadhani imefikia mwisho. Siwezi kuendelea kukaa na nyoka ndani kwangu. Lakini mimi si nyoka. Mimi kwako ni mtakatifu. Mtakatifu au mtakabifu? Leo unaenda kwenye shimo la dehewa. Sintokuacha salama. Siwezi kuendelea kukaa na msaliti kwenye maisha yangu. Mimi si msaliti. Ni wasiwasi wako tu ambao wewe unapelekea kwa mimi ni msaliti. Sijawahi kuwa na wasiwasi tangu nimeshika fimbo ya kichawi na ya utabiri. Sasa usinione mimi kuwa na wasiwasi, bali mimi wasiwasi wangu ni kwako. Na hili ninalokuwa na wasiwasi nalo ni la kweli. Na hisi utaki kunielewa. Nimesema ni wasiwasi wako tu mama. Mimi si msaliti. Siwezi kuendelea kuishi na msaliti kama wewe.
Mama, naomba unielewe. Hivi mama, yaani chanzo hasa cha matatizo haya ni nini? Baba, mimi ninachokumbuka nilipoingia huko ndani baada ya siku 2, siku ya 3 niko kwenye kiti hiki nimekaa, ndipo nilipoanza kuona vitu. Nilikuwa nimekaa hapa kwenye kiti. Nikaona mtoto anatoka chumbani anaelekea jikoni. Ndio. Mimi nikanyanyuka. Ndani hakuna mtoto. Kaangalia jikoni hakuna mtu. Kaangalia chumbani hakuna mtu. Nikarudi. Nikakaa hapa. Mkeo aliporudi mimi nikamwambia. Nilivyomwambia mkeo hakunikubalia. Yeye alichosema kwamba mimi ni chizi, utu uzima unanichanganya, ndani hakuna kitu, nisimletee mambo ya ajabu kwa kuwa hali yake sio. Mimi sikutaka kubishana naye kutokana na ile hali yake. Lakini jinsi siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, mambo ndiyo yanazidi kubadilika huko ndani. Mara nitokewe na mtoto, mimi nataka vinu 3, vigoda 3 ili niweze kuwasaidia. Mara binti anafagia, unaona tu mopu inatembea kama mtu anadeki. Ukifuatilia inatembea mopu kama mopu mtu muone. Mimi kwa kweli niliogopa. Siku nikatoka nje mimi ili niweze kukimbia kuondoka. Nafika getini nitoke, kutoka na narudi ndani. Nikitoka kwenda nje narudi ndani. Nipo nikakaa na begi langu chini. Nipo napokea wale watu. Kingine kadogo. Kakiki kadogo. Akauliza, wewe ni nani? Na unatokea wapi? Anajibu mwingine, huyo ni mimi. Anatokea mwingine, huyo ni mimi. Yaani watoto wote kwa pamoja wanajibu kitu kimoja. Huyo ni mimi. Na huyo ni mimi. Na huyo ni mimi. Kweli nilichanganyikiwa. Nikakimbia nikarudi ndani. Kwa aliporudi nikamweleza, bwana mama unanichanganya sio nini? Sasa mimi sikutaka kubishana naye kutokana na hali alikuwa nayo. Lakini baba haijaishia hapo. Unaenda kisimani pale kuchota maji. Sauti zinazotoka mle ndani ya kisima kile ninakiogopa. Kuna sauti mle zinaimba, zinaongea, sio zinaongea vitu gani? Ukisema uchote maji weke kwenye ndoo. Mara unakuta ndoo iko. Mara ndoo iko. Hili baba mmoja kuna vitu. Laiti ningejua, ningekuwa ukiwa tumboni kwa mama yako, lakini nilitegemea kuona kizazi kilicho bora, kumbe ni msaliti. Umeniua, hujaniua. Mimi sijali. Mimi naangalia kiti
nilikuwa nikitamani sana kwa muda mrefu. Usaliti. Ulionisaliti mimi. Na wewe utakuja kukumbia zaidi yangu mimi. Utawala wa kichawi ulioutaka upo juu yako. Chukua fimbo ukae mtawala. Hakika nyinyi ni waaminifu. Kushika kwangu fimbo, wachawi wote watakuwa chini yangu. Hivi haya maisha mpaka lini? Unajua mimi nimechoka. Mimi pia nimechoka. Yaani katika watu wote humu ndani hakuna hata mmoja ambaye hajachoka. Kila mmoja hali hii inamsumbua. Kila mmoja hali hii inamkera. Kwa hiyo kila mmoja amechoka chini. Kisha mume wangu ananipigia simu kila siku. Yaani simu zinapigwa mpaka ifikia kipindi ananiambia anataka kunifuata huko. Shemeji, nafikiria tena mimi sina ndoa. Yaani talaka naiona kabisa, mabegi ngijanginja. Sikiliza shemeji. Kila mmoja hali hii inamtatiza. Kila mmoja yuko kwenye janga hili ambalo wewe unalifikiria. Nisikilize shemeji. Kama kuna mtu ambaye humu ndani ana feel furaha labda kutokana na mazingira, atakuwa ni chizi. Lakini kila mmoja anaumia. Kila mmoja anaumiza kichwa. Shemeji, mimi nimechoka. Yaani nimechoka kabisa kukaa humu ndani. Shemeji, tafuta njia ili tutoke. Wewe unachotakiwa kukielewa ni kwamba hakuna namna tutakayofanya pasipo kuchukua hatua. Sijui kama unanielewa. Wewe kama unajisi kwamba shemeji yangu anakupigia simu, sijui anakufanya nini, cha msingi hapa ni kutoka. Tutoke mimi na wewe, twende kule nje. Na wewe pia umeshindwa kutoka. Shemeji, unaongea nini? Sijatoka tena mimi na mama kufanya kumshika mkono. Pale viti tu tena. Lakini bibi amenisaidia, nimeingia ndani, nyumba nimeiona. Na kama nyumba naiona na mazingira yote yanaonekana na kwamba geti ambalo tunatoka tutoke ni lile pale linaonekana, hivi kwa nini tusichukue hatua tutoke hapa, mguu wako twende kule tukatoke nje? Shemeji, mimi sina neno. Kwa kuwa mimi mwenyewe nimechoka kukaa humu ndani, nahitaji kwenda kuangalia familia yangu. Shemeji, tuondoke tena, tusichelewe. Mbona hujaleta kitu ambacho tulikubaliana? Nimejaribu kuchukua kwembe lakini imekataa. Inavyoonyesha nguvu zangu hazitoshelezi kuchukua kwembe. Mbona ukusema nguvu zako hazitoshi ili nikuongezee ukachukua ile kwembe? Sikujua kama nguvu zangu hazitoshi. Unaweza kuniongezea ili nikachukue kwembe? Ndiyo, naweza kukuongezea, lakini kwa mkataba mwingine. Mkataba mwingine? Mkataba gani tena huu? Nahitaji damu ya mchawi mwenzako ili uweze kunisaidia kuweka tambiko kwenye kwembe.
Sikia. Acha mimi nifungue. Kwa sababu ulishafungua kashimu, sawa? Shemeji. Huko nani nje? Nilikwambia shemeji, humu ndani hakutokeki kirahisi. Hiyo ndo house. Shem. Mbona nje panaonekana tu vizuri? Kunaonekana shemeji? Panaonekana kweli. Na tunapaona na tumetoka na tumerudi tena ndani. Humu ndani hapatokeki shemeji yangu. Nilishakwambia. Fahari yangu mimi ni nini? Au fahari yangu mimi tabaki kuwa uadui tu? Nitakupa kiti cha utawala. Utachukua nafasi ya mwali wa zamani, mkalia kiti cha utabiri. Mimi sihitaji kiti cha mwali wa zamani. Mimi nahitaji kuwa mchawi mkuu. Vyote utavipata kwa wakati. Kikubwa ninachokihitaji ni kwembe. Kama ni hivyo, hakuna shida. Niongezee nguvu. Leo mimi nimeota ndoto. Ndoto gani mama? Nimeota napambana na mtu. Lakini huyo mtu nimepambana naye amenishinda, akaniua. Ndoto gani mama? Mwanangu, nimekufa kabisa. Na huwa nautaga ndoto nyingi sana za kutisha. Lakini hii inanipa hofu sana. Nakosa amani sana hii ndoto. Ila usijali mama yangu, hiyo ni ndoto tu. Hamna kitu kibaya kitakachotokea. Hii ndoto nautaga ndoto nyingi. Nyingi tu za kutisha. Tena za kutisha kweli. Lakini kwa hii hapana. Inanitia hofu sana. Napata hofu kwenye amani. Haya ni sina amani yoyote. Mauzauza ya nyumba hii ya kutwa nzima. Ukilala lazima uyaote. Hicho ndicho kitu ambacho hujakijua. Hata mimi nikilala ni kuota mauzauza tu mpaka naamka. Mama, hayo ni ya kawaida mama yangu. Yaani usikose amani kabisa. Hiyo ni kawaida. Hauwezi kufanyika chochote kibaya. Mimi nakwambia. Maana mambo yote yanaendelea huko ndani mama. Ni ndoto tosha. Usijali mama yangu. Hapana. Si kwa ndoto hii mwanangu. Hii ndoto inanipa hofu. Yaani kila ninavyojaribu kuvumilia, kila ninavyojaribu kujipa amani, lakini bado hii ndoto inajirudia. Hapa tunachotakiwa kupambana mama. Tujue namna gani tunaweza tukaondoka kwenye ile jumba. Hilo ndio neno. Lakini kusema kuwa na amani zaidi, sina amani. Lakini hilo la kuhama, tuondoke kweli humu ndani. Haya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Yaani mwanangu huwezi kuamini. Yaani tangu nimeingia kwenye hii nyumba hapa. Yaani kinachonisumbua mimi mwanangu ni kupambania kutoka. Yaani nyumba ina mazonge balaa. Hamna ndo nakupanga mwanangu. Yaani hapa oya shida haziishi yaani kila kukicha, kila dakika, kila sekunde. Yaani hapa ninachokifanya ni kuhakikisha kwamba naweka mazingira hii familia mimi naitoa kwa sababu yaani wote huku mimi mwenyewe nimekwama, familia yangu imekwama, kuingia kwenye nimeingia kimazabe. Yaani unamjua bibi yetu yule? Yaani bibi mimi ndo kanisaidia kuingia ndani. Sasa nimeingia ndani huko kutoka ndo kipengele ndugu yangu. Msubiri kwanza. Mtoto ni nani? Na umetoka wapi? Ndio nyewe mnaosumbua familia yangu. Muulize mkeo tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2012 alifanya nini? Kama kuna makosa mke wangu ameyafanya, kwa nini muyafiche mnaweka mafumbo si mnaweke wazi? Siku zote kipofu aambii kutazama, kinachofuata kifo. Hicho ndio kitakachonifanya nisikubali familia yangu kufa. Hilo lazima ulielewe.